Kuna historia moja kwenye Biblia nimeipenda sana leo. Nimeisoma afu hii historia imekaa vizuri sana. Niweze amini. Unajua imekaaje? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Nimejifunza katika Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 mpaka mstari wa 7. Imeeleza sana kuhusu watu wanne ambao ni watu wenye ukoma. Walikaa wakapoa hivi, wakasema jamani, sikilizeni. Hapa tulipo tuna njaa. Tukisema tuendelee kukaa hapa, njaa inazidi na tutakufa. Tukisema twende mjini, nako tutakufa. Tukisema twende kwenye kambi za jeshi, nako tutauawa, lakini bora tukafe kule. Umeona? Nimejifunza vizuri sana kwenye msamiati na haya maneno mazuri ya Mungu. Sikiliza, hata leo geuza kitu ambacho kinakupa shida kwenye maisha yako, kigeuze kiwe faida. Yaani geuza, acha lawama, acha kulalamikia serikali, kulalamikia wazazi, kulalamikia mume, kulalamikia familia, kulalamikia ukoo, jamii, nchi. Achana na hizo mambo. Geuza hicho kitu kuwa fursa. Unakigeuzaje? Unakigeuza kama ifuatavyo. Mfano, zamani ilikuwa hawa walemavu wanawekwa ndani, wanakaa ndani. Lakini sasa hivi walemavu wote wameshashtuka, wameshaamka. Mchongo ni rodi. Wanaamka, wanatoka magetoni, wanaingia zao rodi, wanaenda kutafuta riziki, wakirudi wanaitwa faza, mshua, dadi, yani hivyo, yani heshima imerudi. Tumia udhaifu wako kutengeneza faida. Haya, tunakuja tuangalie kuna watu wafupi. Watu wafupi zamani ilikuwa ni vituko au vichekesho, akipita unacheka. Lakini leo hii watu wafupi wanaonekana kama ni content fulani na wanapiga hela, wana viewers. Kwa mfano angalia, kuna baadhi ya watu, siwezi kusema kama ni mfupi, ni wana mionekano hivyo, yani kama kina Kozala. Hebu angalia sasa hivi viewers wanaotengeneza. Zamani tulikuwa tunawacheka, tunaona kama watoto. Wale kama akina Aki na Ukwa tulikuwa tunaona kama watoto. Baadaye walikuja kuwa mabilionea. Kwa hiyo geuza changamoto uliokuwa nayo kuwa faida kupitia mstari huu kwenye Biblia. Hawa wakoma wanne wametufundisha kitu kikubwa sana. Unatakiwa kuna muda ujiamini. Yaani kuna muda walikuwa wanaenda, kipindi wanaingia kwenye zile kambi, Mungu aliamua kuwasikilizisha wale wanajeshi kwenye zile kambi kwamba kuna jeshi linakuja huku nyuma. Wanaanza kusikia milio ya farasi, kelele za magari ya vita, mpaka wakashtuka, jamani, mbona kama tunavamiwa? Kumbe ni watu wanne tu. Sasa sikiliza, wewe changamoto uliyokuwa nayo inaweza kukuletea zaidi ya mabilioni na mamilioni, kwa sababu ukiigeuza tu kwa siku fursa, kitu ambacho wewe ukiwezi. Kwa mfano mimi nilikuwa na aibu sana. Leo hii aibu nimeigeuza imekuwa fursa. Leo hii aibu ndo naitumia sasa kuhubiri. Sometimes naingia pale Kariakoo pale, Ndichi pale katikati pale, tunapiga gospel. Tena jeshi la mtu mmoja hivyo, naingia pale napiga gospel. Yaani siwazi kukamatwa, siwazi nini. Yaani hicho kitu mimi hakipo. Yaani hayo mambo ni kama wale wamba wanne wale ambao wametoka katika ile nchi, anakasema wewe, sisi tunaamsha tunaingia katika huo mji. Sikiliza, maana yangu sahihi ni kukufahamisha kwamba wewe sasa hivi hapo ulipo unatakiwa utoke mzee, amsha. Hicho ambacho kinakupa wewe kinakunyima furaha. Kuna watu sasa weusi sasa hivi wanajiita black material, sasa hivi wanapiga hela, yani kila kitu kinageuka kuwa fursa. Sasa Mungu akubariki sana, tutaendelea tena na masomo mengine. Nimefurahi. Karibuni jamani.